kwake hapa. Wallahi tumestafidi yaliyokuwa mengi na mazuri, na hasa katika mada ambayo ametuhudhurishia mambo 6 ambayo ni sababu ya sisi kuweza kuharibikiwa. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo alitueleza yawe na manufaa katika maisha yetu ya dunia na akhera, na yasibakie kwetu sisi tu, labda kwa kuona labda sisi ni wachache ambao tuliokuja kumsikiliza. Sisi ndio tuwe maambasada, peleke ujumbe huu kwa umma, tuwaambie, tuwakumbushe yale ambayo tuliokumbushwa na Sheikh kwamba ulikuwepo ujumbe huu, kwamba mambo haya 6 ni asbabu ya sisi kuweza kuharibikiwa katika maisha yetu haya ya dunia, na kisha kuweza kuwaelezea watu kutoka jambo moja mpaka jambo lingine. Wallahi tunafurahi sana Sheikh wetu kwa nasaha zako na ukarimu wako, na pia kukubali. Nadhani bila shaka bado una ule mchoko utikisiko wa ndege, lakini bado umesema hapana, kama kiongozi wa Uislamu una wajibu kuweza kuwakumbusha Waislamu, japo hata kwa muda mchache ambao nitakaoupata kwa ajili ya kuzungumza nao. Hapa ni nyumbani kwetu, na tunajipiga kifua mbele kusema kwamba hapa tutafanya lolote ambalo tunalitaka, ili mradi tuzivunje utaratibu na kwenda sambamba na sheria ya dini yetu jinsi inavyotaka. Hivyo tunashukuru sana, tunatoa hongera na heko kwa Sheikh wetu. Wallahi tulitamani labda tungepata nafasi nyingine tena, aidha tukakuandalia muda mzuri, hata kama itakuwa ni baada ya Eid au hata kesho, basi tuweke mhadhara mwingine asubuhi tu mapema baada ya mihangaiko, basi ili mradi tena tupate faida kama hizi ambazo tulizozipata inshallah. Wanasema Waarabu, khairul kalam ma qalla wa dalla, maneno yaliyokuwa mazuri yale ambayo yalikuwa machache kisha yakazingatiwa, machache tu yakazingatiwa. Naamini kwa haya ambayo Sheikh wetu ametukumbusha, hata angechukua masaa 7 bado watu tulikuwa tunatamani kusikiliza tu. Kwa nini? Sababu tunasema lugha ya Waswahili amepita mule, yani amepiga kwenye mshono mule, yale ambayo yanayotusumbua katika maisha yetu, ambayo watu hatulali, hatupati raha, hatupati starehe, ndio hayo Sheikh anatusema. Mshairi mmoja anasema, tamia radhi maana na subhanallah, anasema kwamba alipokuwa kituasa na maisha haya dunia, anasema kwamba ad-dunya saa, maisha yote ya duniani hata kama utaishi miaka 1000, lakini siku ambayo utakapofika ya malakul mauti kuja kuchukua roho yako, na hali ya kuwa hauna chochote ulichojiandaa, utaona kana kwamba umeishi saa moja duniani miaka yote. Sasa shairi akasema hivi, ij'al at-ta'a, tumia saa moja hiyo kumtii Muumba wako, fanya mambo ambayo ni mazuri, ambayo hata nikiondoka ndani ya lisali moja kwa haya niliyoyafanya, Mungu akinichukua, naamini, nina yakini Allah atakuwa ameniridhia. An-nafsu tamaa, nafsi muda wote inatamani. Yani hakuna anayeruka hiki kipengele. Yani hapa tukisema kila mtu ajielezee nafsi yake, kuna watu wana mipango kama Sheikh alivyosema, ule mstari aliochora Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani mtu anaishia hapa lakini ana mipango ya miaka 200 ijayo. Hali ya kuwa hata nadhani ukiangalia kwenye calculation ya Allah amebakiza siku 2, hapa anapanga vitu vya miaka 200. Sasa nafsi asili yake ina matamanio. Abudu alqanaa, hebu izoezeshe nafsi yako kutoshika kile ambacho ulichokuwa nacho, sema alhamdulillah, hiki ndicho ambacho Allah alichonipatia. Lakini ukiwa ni mwenye kutamani, hatimaye yake tamaa hizo zinakupelekea mpaka kuingia katika mambo ambayo Allah ameyakataza. Mfano, mimi ni maskini, sina gari, natamani siku moja nitembelee BMW, lakini sijui inaipataje. Kuendesha mwenyewe sijui,
Halafu mtu yani yale matamanivu ya nataka nipate BMW, mtu anakuletea mchongo BMW, kwani nini bwana? Chukua bunduki hapa, subiri pale akitoka nani pale akitaka kuiwasha, mwashe mshuti kichwani, chukua BMW endesha, ndoka zako. Sumekotania. Na asili ya shetani ukishaingiza tu fikra hizo yanakupata. Si nafsi yako ndio inatamani hivyo. Ni kweli, lakini njia rahisi kabisa. Basi utakula target atumeweka, unamweka mtu kwenye target, unamuua, unachukua gari. Allahumma barik. Unatoka hapa na hapo ajali na wewe umekwenda. Tamaa zimekuponza. Ndio maana Waswahili wakasema tamaa mbele, mauti nyuma. Wewe tamani tu, lakini jua kwamba kilichoko nyuma yako mauti. Hivyo wallahi Sheikh, ndombo nisamehe kwa kukosoa ama kwa kusema yale ambayo umetukumbusha. Ilikuwa inatosha kabisa. Sikuhitaji hata kuongeza hata neno moja. Lakini naomba nisamehe Sheikh wangu pale ambapo nilipotezeza kama mtoto wako na kama mwanafunzi wako. Yaani hata fimbo unaweza ukanipiga. Mimi nipo radhi, sababu ili tupate yale ambayo Allah alituahidi lazima tusikilize haya mashaikh zetu wanatuambia. Na tukiyapuuza ndivyo pale hata tukiharibikiwa tabakia tunakumbuka Sheikh aliyotuambia hivi. Ndio haya. Ndugu zangu, kwa kweli tuyazingatie hayo ambayo Sheikh anatukumbusha. Maneno mazito sana, lakini kwa mtu mwenye kufikia na mtu mwenye kujua mimi muda wote mimi nitahitajika kwenda mbele ya Allah, nini nifanye? Tukiingiza fikira hiyo, basi haya mambo sita aliyosema Sheikh, wallahi tutaweza kujikontrol na tutakuwa safe hapa duniani na akhera inshallah. Kwa hayo tukaribishe japo hata maswali mawili ama matatu kwa wale ambao tutakuwa na masala tuweza kumuuliza Sheikh kwa hiki ambacho alichotufikishia. Inshallah Sheikh yupo na nakaribishwa kwa ajili ya kuweza kuuliza japo maswali mawili matatu, kisha baada ya hapo utaratibu